tutafika wakati ambapo tutakuwa na waandishi watatakiwa kuwa na elimu kiwango fulani kinaeleweka. Imezungumzwa sana. Sasa kwa ajili hiyo kuna wengine wamejiandaa kwa njia zilizo tofauti. Wameamua kutafuta shortcuts ili kutimiza hilo. Bodi yetu imekaa vizuri sana, na pamoja na msaada wa kitaalamu wa serikali hatutapenda tuchezewe kwa upande huo. Mimi ningependa kuonya hapo, na tusingefika bahali ambako tungependa kujaribiwa. Mtu akisema amefanya majaribio akaingia kwenye hali ambayo itamfanya ahuzunike, asitulaumu. Hili nalisisitiza sana. Naomba tusifike mahali tukajataka kujaribiwa, na naomba mtu asifike mahali akaanza kutaka kulaumu. Sisi tutafuata vigezo vilivyowekwa na tuna uwezo wa kufanya gatekeeping halisi ya jambo hili. After all, kwa bahati nzuri ni kwamba lilipotokea hili jambo sisi hatukuwa wanachama wa bodi wala watu walikuwa hatujui. Kwa hiyo tulikuwemo kwenye mazungumzo ya nini kinafanyika, na huo mtendo tunajua umefanya sana, na kibaya zaidi ni kwamba kuna vyuo vingine vimefanya hivyo makusudi, na tayari bila kujali hatua waliokuwa wamefikia katika mchakato wa usajili. Hatua hizi zitajumuisha kufutiwa mara moja kwa usajili wao, kuwasilishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya kuchukuliwa kwa hatua stahiki, pamoja na kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli za uandishi wa habari au majukwaa mengine ya kitaaluma. That's the kind of action ambayo tutachukua. Sasa hili tunasisitiza kwa kweli. Na ningeomba ninyi mkae muonyane kwa sababu mnaelewana. Mnaelewana. Ningekuwa niko kanisani hapa katika mtindo wa kisasa hivi, ningewaambia mwambie jirani yako usifanye mambo ya fupi. Mwambie kwa usicheze bwana. Mshike na mkono kabisa, ikiwezekana mshike na sikio. Kwamba jamaa naona kama wameweka dhamira kidogo. Ukweli ni kwamba si kama tunataka kutishana, hapana. Kwa kweli mimi ningependa kuchukua kama it's all a friendly warning. More ya undugu zaidi. More ya kuelewana. Lakini ninachosema ni kwamba pamoja na kwamba mimi nitakufahamu wewe ni fulani, tumekuwa pamoja, tumetangaza pamoja, ninyi wengine nilikuwa nao TBC, ninyi tulikuwa Mwananchi pamoja, tulikuwa wote Azam pamoja, lakini inapofika kwenye swala hili kwangu mimi nitajikuta sina njia nyingine bali kufuata taratibu kamili zilizowekwa za kisheria. Na kama kweli kile ambacho sisi tunakifikiria, ninyi pia waandishi wa habari mtakuwa mnakifikiria hivyo hivyo, mtakubaliana nami kwamba tunawajibika kuwa wakakamavu kwenye jambo hili. Na lengo kubwa hapa ni kuheshimisha tasnia yetu. Tumechezewa sana. Na ni kwa sababu hiyo ambayo mambo mengine pia yanatokea. Tutakapofika mahali tukaifanya tasnia yetu hii ikae na profession yetu ikakubalika, some of these other things, elements ambazo zinaondoka za kujikuta kwamba watu wanatudharau, malipo yetu duni, handling ya waandishi wa habari imekuwa ni hivyo, ifika mahali mnaonekana kama third rate na nini, itaondoka. Sasa sote twende huko, sote tukubali kwamba it's high time things are changing. Na bahati nzuri baada ya purukushani za muda mrefu, labda nitumia neno kala purukushani, la baada ya hatua nyingi zilizopigwa na kuzungumza na serikali na wapi, finally here we are. Angalau pana mwanzo fulani uliofanyika. Angalau kumepigwa hatua ambayo waandishi tunafika kuanza kutambulika rasmi. Na matarajio yangu kwamba vitu vingine hivi vya vichekesho, vitu vya kutuonesha kwamba sisi tunaishi kwa kupewa sadaka itaondoka.
kwa sababu hivyo vitu navyo vinadhalilisha. Lakini unakuta kama utafanyaje, if you are not getting anything anyway, then hakuna njia nyingine, unabidi kufuata hivyo. Lakini ndicho hiki tukisema tunashikilia haya ambayo tunayasema, haya mambo yataondoka. Huwezi kumkuta lawyer anakaa anabembelezwa anapoketi kwenye kikao, he's in command. Ukiingia kwa daktari, the doctor is in command ya kueleza, wewe unamsikiliza yeye anachokisema. Tena engineer akikwambia na kueleza, ndio hii nyumba ni ya kwako, lakini you tell you kwamba bwana hapa tafanya hivi, unajua unamsikiliza the profession. Lakini sisi unaingia unazungumza na mtu pale, yeye ndio anakuwa yeye mwandishi wa habari kwako, na kawe ndio asante.